Haya mambo matano ndio yanayosababisha mimba kutoka. Sasa kama ni mwanamke, ni vyema ukayafahamu ili kusudi kuweza kuepukana na changamoto ya mimba kutoka. Sababu ya kwanza kabisa ni changamoto ya hormone imbalance, hasa homoni ya progesterone inaposhuka chini, au kawa na changamoto ya thyroid problem inaweza kusababisha ukuaji wa mtoto wako ikawa ni hafifu, mwisho wa siku mimba ikaporomoka. Sababu namba 2 ni changamoto ya maambukizi ya ndani ya uke wako. Inaweza kuwa ni UTI sugu, inaweza kuwa ni PID, inaweza kuwa ni magonjwa ya zinaa au changamoto yote katika via vyako vya uzazi ambayo ikaathiri ukuaji wa mtoto wako. Sababu namba 3 ni mtindo mbaya wa maisha, hasa katika ulaji wako. Aidha mtu unatumia vyakula vyenye kemikali sana, unakunywa pombe, unatumia sigara, vitu kama hivi hapo vitachochea sana mimba yako kuweza kuharibika. Sababu namba 4 ni changamoto ya pressure pamoja na changamoto ya kisukari, hasa inaposhindwa kuweza kudhibitiwa. Inaweza kuwa ni sababu kubwa ambayo ikapelekea hiyo mimba yako ikaweza kuharibika. Lakini sababu namba 5 na sababu namba mwisho ni kuwa na historia ya mimba kuporomoka. Endapo kama ni mhanga wa mimba kutoka kipindi cha nyuma, kuna uwezekano mkubwa sana hata mimba yako inayofuata ikaweza kuporomoka. Nikiwe makini sana kama ni mtu huyo. Sasa hizo ni sababu ambazo za kupelekea mimba ikaporomoka, na haziishi hapo, zipo nyingi na nyingi na nyingi. Kitu cha msingi ni kuweza kufahamu namna gani kuweza kuzipuka pindi pale ambapo unabeba ujauzito. Ni vyema kufika katika kliniki kujua hali ya mimba yako.